Don't judge me and I won't judge you. Kuna mtu napenda kwa room na si msichana. Season You are gay. Nah. You are gay. My bro is gay but I just can't prove it. Dexter. Guys, it's another episode. Welcome back. Our host today is Carl. I'll be the side host. My side nigga. Don't call. Side chick. Side host. Carl, talk to us. Nataka niwaambie nini leo? Anything. Oh, juu tumeanza during the last episode I said something controversial. I said something bad, and this is a public apology for them chiles wasichana. What I said was wrong about Alisha Kanini and everything. That is so wrong. Women should not be objectified, and usifanye hizo vitu, like msifanye hizo vitu. It's good to have sex. Girl, I mean, make sure leo tina dibao unafanya na confuse na hii apology. Haya. As in usiende kwa umalaya, or don't let men objectify your body, like that entertainment industry yenye kina Alisha Kanini wanafanya. It is so wrong, and as young girls I feel like it was wrong of me niwaambie kitu yenye niwaambie mfanye kitu na mimi siwezi fanya. If I can't do it, it is wrong. Niambie wasichana wengine wafanye. So I'm sorry, I take back my words. Apology yako iko scripted. ChatGPT apology. Lakini touching. No, but it's what I thought about. But ni kweli huyu ndo alikuwa na mislead watu. Mbona mimi na mislead watu? Si ufanye kitu unataka mse. It doesn't matter utakufa. It does matter. Your dignity. It doesn't matter mse. Girl. Anaje ona ling. It doesn't matter. You do you. It does matter. For the girls. Don't cover a book. Judge it. Kama we ni boy, I mean, achana kama we ni yeye utafanya, but for girls don't do that. That industry is so bad. Come bring. Niliangalia na yo documentary flani, the documentary ya BBC about young girls being sold kayo the sexual whatever, and that is so wrong. I felt so bad. Bring. Kwa media inafanya kazi fiti. Yeah. Unasikia? Kwanza BBC. Ninguna nifanyie hivi. Hiyo apology yake, it doesn't matter. Your parents are wrong, she's wrong, your teachers are wrong. He's stupid. Wrong. Just do everything wrong. It doesn't matter. Usimsikize, ni kijana mjinga. Poverty is the enemy. Ukisikiza huyu msichana utabaki kuwa maskini. Wewe fanya hiyo borehole activities, haina shida. Don't do that. But sorry either way. What? Mama kwa anajua wewe ni mjinga hivi. Kama ndo akili wanategemea Borehole activities. Mama kwa yeye peke yake ndo kuna hope. Apology imeisha. This is not about the apology. This is about your mother. Wrap it up. Mamangu amefanya. Anataka mama yako. Keep my man's name out of you. I'll keep her in my heart though. In conclusion, if you want a better apology, I can write you a 2-page paragraph. Let me know when I can assist you further. Have a nice day. In conclusion, umalaya haina pesa juu. Coming to look at that industry, OnlyFans zengine who fail. Imagine having a failed OnlyFans career. Jamani, watu wataki kuona uchi. Girl. Never give up. So, sismisikia. We give up. Jana nilikuwa naongea na dem fulani. When you wake up, never give up. Before amke. Before amke, never give up. Dig holes. Carry the gold. Jana nilikuwa naongea na dem fulani. Siogopi kumtaja. Nilipewa namba yake na Nat Clarity. So dem tulikuwa tunaongea story ya mahari, bride price. So tulikuwa tunaargue hii bride price, unfortunately wasichana wanadhani ni pesa zao ama ng'ombe zao ama so unfortunately wanadhani it doesn't benefit you. Yeah, it doesn't. Sio yako. So like tulikuwa tunaargue that alikuwa so nilimuuliza yeye ako like seme
anaweza taka wapeane how many cows do aende into marriage. So mimi nimchukue. Akasema kwanza ndio upeane cows ngapi? Lazima farasi zikuwe 2. So akaanza kunielezea ati hizo farasi. So nimchukue yeye au yeye aende kwa kina ng'ombe? Hata enzi za kupeana ng'ombe, what would you ask that? Enzi za kupeana ng'ombe zimeisha. Okay, like sasa unaona hiyo ni venye unaangalia hiyo nini kupeana ng'ombe o material wealth ama farasi haikwangi atijua na kureplace na hizo animals. Inakuanga tu kuona your parents for raising you. Girl, please. For real, haikwangi ya kureplace. Me by then naona nyinyi ladies wenyewe ndio mnakuanga major objectify alafu amplify to God. Unasema ati naona my parents for raising me ama. Kwani najitolea mahari. Unajioa. Wewe ni baba shali. Ndio. Mbona amesema hivyo basi? Ni exchange tu. Yezi kwa baba atakwambia uende ufanye alishaka nini? Kidogo hivi ile demon. Malizia point. Nilikuwa nasema nini? Bahari. Mimi siku hizi tangu nigombanishe kwa matatu naambiwa tu kila kitu yenye nifanye bana. Alikugombanisha kwa matatu. So nilikuwa nasema hizo mahari zinaanza kuona the parent for taking care of the daughter. Haikuangi ati the daughter is worth the cow ama nini. Basi mimi kwetu. Si basi daughter ape wazazi mahari alafu yeye aende. Mimi kwetu basi kama kwani daughter ndo anataka mzazi. Sini kama tu bata trade. Umenilea hadi kwa mkubwa sasa hivi nataka kwenda. Ng'ombe ni katu bata trade. Na kupea ng'ombe umpe msichana. Haikuangi hivyo. Haikuangi ati nakupatia ndo unipe. Hapo hakuna transaction. Nakupatia juu na kuona. Kama mtu ananitaka uleteni ngamia na farasi. Atutumi ng'ombe sisi. Babangu yuko kunywa maziwa ya ngamia. Napeleka ngamia Kitale. Ngamia. Kwani hujaiziona? Zipandwe na mabadi alafu wale watu wanaitishanga 2020 kupanda ngamia wanazungusha hasena kwa uwanja lap nusu. But then investment at least hiyo mahari itaenda kureplicate sile unapewa nenda na kunywa busaina. Actually I think ni the same thing tu na hiyo busy ya ngamia hiyo ngamia na hiyo pesa hazihusiani kabisa. Pesa ni mwenye ngamia anapewa unaget. Hivyo ndo mahari pia iko. Sina relate. Si anafanya biashara, si nikaa gari, sina kulipa unibebe na gari, sina kulipa unibebe na ngamia. Sina exactly. So si like hiyo ni barter trade. Wewe hakuna kitu unajaribu kusema ni barter trade. Sema nini? Wewe si ndio watu elewi. Fanya kwa object. Acha nifanye hivi. Ian ni mzee wako. Sawa? Daddy. Jana nilisema nini fulani. Niseme ni mnoma. Sema. Mahari sasa mimi like wewe utaki kumari huyu. Wewe unapeleka hizo material things kwa Ian. Sio juu yao. Ian ndo daddy. Wewe ni tati. Sasa unapeleka unapeleka material things kwa Ian. Kama yeye ni mzee wa shari. Sio wewe haikuhusu wewe tu. So wewe ni object kwa sababu wewe hau benefit in anyway, ina benefit huyu kumaanisha wewe ni object yake. So namlipa kuchukua object yake. Unaona? African tradition that should be thrown away. So under the bath. Simile. Azizi. Ni kwa object yeye ana benefit aje? Si ya benefit. Mimi nakulipa wewe nichukue kitu yako. Awelewi wewe mtoto mjinga. Exactly. Ona. Unafanya nipe mama, sifai kupewa baba. Baba amesaidia nini? Si mama angechukua mimi. Si ndio? Hata si the case of mimba. Kila mtu anajua the man ni breadwinner. So basically as much as kuna but anyway ngoja nikikusikie nikikuza mzee wako ndiye amekulipia fees si ndio mzee wako ndiye amefanya hizo vitu. Anyway yeah, that's my dad, my mom. My dad anajua nikimpa hizo vitu hata sikia ati content, hata sikia ati I'm grateful for him raising Kala Mari. Yeye tu anachukua tu aende kunywe pombe anunue gari nayo. Unataka kuambia nini mamako? Mamangu ako sawa. Shout out to you shorty. Ni badi ni kibadi. Kwanza nitamleta. Utatupea picha yake. She will come. Wewe ni madia babangu. Lakini waliachana. Ni venye moleka tena. Black angekuwa market.
but that woman is Father Dam's Mother podcast. Z budangu ni Nick Cannon. It's a safe space. Version ya Kenya. Safe space nini? Alikuwa ananiambia ati mamake Z acha. Nani huyo? Hiyo ni mbaya hiyo. Mimi babangu ajalingi kuhusu wives and everything. Wewe mpe watoto wake shughuli yenu imeisha. Babako na wife kwa sentence moja. Azingiani jamaa. Lakini na wives inaingilia. Lakini kuna wife ni mimi naongea vibaya. Akona msupa wake. Ni mimi hapo mimi na boyfriend ndo sentence moja. Una troll babako. My dad is the man. He is him. Daddy chill. So guys, I feel kutoka level NPC niongee tu vitu najuanga kwa akili yangu tu. Same. So the world is cooked. We are being controlled. When virgin? Mimi ni virgin mbona? Ilikuwa tu ya kuchangamsha. Yeah. No. It depends. Depends who's asking. Yeah. But no, no. Kuna kitu kama hiyo. Ndio sasa wewe alishaka nini unaambia watu wasikue? Wewe. Umeona yangu ngapi? Talishaka nini? Ona ukijana. Speak your mind. Jana mjinga. I'm waiting on you. Leo mimi ni msikilizaji mtazamaji. Maybe nishaiona lakini si kwa simu. Si mimi unani confuse. Baby boy. Put your ass to bed. Stupid ass nigga. So mimi nilikuwa na nini majama. Nilikuwa na something controversial to say. So it's something that it's sort of a conspiracy. Before tuende overseas. Sasa tuanze hapa kwa capital yetu. So kuna hizi theories fulani. Inaitwa Gnosticism. That's a pondering predicament. Kuna hizi theories fulani that kuna structures fulani zenye ziko tao pale hivyo. Kitu kama White House, sipendangi kuita State House. Nikavile sipendi kuita Nairobi Capital City. Napenda kuita Capital. So like kuna hizo conspiracies that like mtu alikuwa commissioned kukua like the architect behind is going. Okay. Ukinitoa tu concentration is a game. Like reading you can. Niko nasema structure Nairobi. So like kuna mse alikuwa anaitwa nakonga like invested in history na wanting to know things. Napoleon. Alexander the Great. Greco-Roman documentary. So like people argue that hizo structures ziko tao nilikuwa nasema hiyo State House mtu alikuwa commission kukua the architect behind it alikuwa anaitwa Herbert Baker and he was a known Freemason. Whether before to end up what's your take on Illuminati, Freemason? Miswajui. Nini Freemasonry, Illuminati. Sinajua tumekosa pesa. Sasa tuziongea. Mimi najua tu wakinipea kama wametufungia kanisa yetu Freemasons. I mean Freemason, Illuminati wagendo wanakuaga scientist. I think ama Freemason watu wa mjenga wanafanya kazi maybe. But then mimi nilikuwa naambiwa kuna wenye ni scientists, they just don't believe in God and everything, they just want to prove that science did everything. Na kuna wenye au mashetu ni wageni. So unasema atheist ni Freemason? Hata na atheist. Hivyo ndo unasema. So umesema scientists believe in God wajaribu kuprove science ni wanafanya kitu. Nimesema kuna wenye. Mimi nakonga shy. Kuna wenye nimesema kuna wenye sijui ni wagani kati Illuminati na Freemason. Sijui wagani. Illuminati ni greater kuliko Freemason. Wallahi. Freemason ni low budget. Basi wagani ndo wanasema tukunywe damu. Hakuna mtu anaweza ingia Illuminati. Hakuna mtu anaweza ingia Illuminati. Illuminati ina consist of a family. It's a family. But si babako kana network. Yeah. Watu wanaingia Freemason. Na wezi ingia tu. Hawezi kuwa danda kama Sasa naingia huko. Hawezi ingia tu, like lazima mtu akurecommend according to how intelligent you are. Nikifungua mlango niingie. Because like Freemasonry ina date back to the time of King Solomon. Kuna theories that alikuwa na power ya control demons na alitumia like a legion of 72 demons kujenga temple. So kwa Mason ni about building and ni kwa construct. Alichukua demons akazipeleka mjengo. Control demons. That's a theory.
So like sikukuwa Mason ni story na kujenga. So hiyo ndo time Freemasonry ilianza kutokea. So people kadi ya wase wa Freemason wako na kitu fulani inaitwa Solomonic ring. So huwezi enda huko ka hauko intelligent. Watanipa sini kama membership ya clubs. So hadi hawa wasanii Solomonic ring. Hadi hawa wasanii usema ati wako Illuminati, Freemason. Kawe ni danda uwezi. Kwanza hawa wako low rank. Hawa watu wenye wanapush hizi agendas fulani kama LGBTQ, kama nini, sexuality. Do you feel LGBTQ is weird? It's weird because it's not natural. I feel like sometimes it's weird. Kwanza kwa boys. I know I have friends who are gays and I love you for who you are. Au ni walemavu ama? Like they're gays but mimi naonaga kuna gays mimi sijui ni kama mpena kwa bipolar. Kuna time nitapata tu au gays unibo. Like kuna wengine wakai tu gay like umejaribu wewe sura imekataa nini siku hata mwizi mimi nakagi mbona kwa gay mimi nakagi yeah you're giving me even your name suggests that you're gay because you know Carl and everything but don't worry tungekuwa gays mimi na wewe so mimi nasikia demons wajenzi wenye wanaenda mjengo kwa tena gays so like okay nilikuwa nasema nini so Freemasonry na date up to that time so hawezi join Freemason. Jiuliza take yangu. What's your take on gays? Wewe cheki hizi vitu smart si atuongeangi wewe pinya tu camera just press camera. What's your take on gays? My take I prefer not to take it from the back. Who's bending you over? Wala nikiongelea hiyo story I'll be in so much trouble. Yeah, same. Like right now I know I'm in so much trouble. Like ni acquaintances lakini bado walishatoka kwa watu sisi sema okay hata tuwatoe sahi kwa wardrobe sahi unaona hata mimi nimesema hivyo juu nakwaga confused juu LGBTQ si ni mingi. We have lesbians, bisexual, gays. Kuna wenye wako sijui liquid, sijui metrosexual, sijui what. You're exaggerating. Ebu chagua. Are you gay or not? Are you straight or not? What do you mean I'm liquid? I can turn... Mara huna labels, mara huna nini. Na ni confused. Natafuta mtu huku nje na sijui. What do you mean you're liquid? Article kwa constitution ya Kenya inakataza watu nini kukua gay or lesbian or hizo vitu. Iko against the constitution. Nimesahau kusiezi quote word for word but walipewa 3 billion last year wakakubali. Na pia juzi tu si ndio wamekubali LGBTQ rights. Juu walipewa pesa na I think walikubali LGBTQ kitu ama like walikubali tu. Walikubali ikwe at Kenya. Ruto amekubali. Wako na rights yani Kenya. So it's not illegal. Like wako na NGOs zao. But kwani hivyo ndo constitution work? Lakini sasa si wako. Si ishapeanwa. Kitu sielewi ni president akona hizo nini zinaitwa nini powers. President anawatambua yani akona nini za kuintroduce. Kwani ukusikia ile time yenye US walipeana sijui 3 billion ya nini? What the hell? Yeah. Si bado kila kitu inafaa ikuwe tabled kwa parliament. Kwani unafikiria wewe ulisign hiyo? Unafikiria in democratic government? Wewe laws ngapi zimepasiwa umesign? Nashanga. Corrupt. But mimi kitu sielewi ni mbona sexuality yako ni personality yako. Real. Si kuna something else real. Si ndio? Like kama huyu he's gay but like some people make it like neza sema I'm lesbian and all of a sudden everything about me it's just about lesbianism. I just made it my whole personality. Even when you want to get to me as a person unataka kunijua utajua tu binilele. But see like check before you know you the first thing najua ni sex yako. Yeah, but let's never talk about it again. Basically hiyo ndo I think hiyo ndo foundation ya kudetermine say
So tuna relate on sexual terms. So sexual terms. Sexuality terms forever. Speaking of which, Chalikak amekufa, si ndio? Nani? Chalikak. Cock. Chalikak. Alikuwa big. Awe nyamaza. Chalikak. Anamjua. So kila mtu ameanza kumjua sasa. Like sasa issue yangu ni Chalo. Apart from hizi vitu zingine zenye alikuwa akisema. Vile sasa alikuwa akifight. Wase wenye wanajiita sijui metrosexual. Metrosexual ni kina nani? I know their flag but I don't know how to explain who they are. Ama ni wanaume wenye wananikama there are so many. There are so many. Unaona ukienda ukilearn about this LGBTQ, there are so many, like it is so many. Mpaka unashangaa. Ndio vitu wanafunzanga US. Sasa ndio walikata US shule, like what do you mean a kid is 4 years old, mamake ameenda kumbadilisha gender, ameenda kufanya kwa trans, like anataka mtoto akue girl. Naenda zikakataliwa. Kijana anaenda ana compete kwa girl races. Nataka tuende kwa the deeper side of it. Before tuingie deeper. Ulikuwa unasema nini? Kuna kitu ulikuwa unasema before uanze kusema metro. Alikuwa anauliza like Chalikak. Sasa nyinyi mnaona kama he was right. Miki tunaweza support. He is. Miki tunaweza support ni ya shooting. Kwa sababu the government how do anything about the shooting. They just to send family, wana send to sorry to the family na pesa 32 million na wafanyi anything. So yes, alisema shootings ziendelee ili wasijua change hiyo sijui second whatever amendment, ndio. So kama government isikii, they learn the hard way too. Ika parents. Watu washutiwe zaidi ili wapate akili. Lakini sasa umeona pia ameshutiwa zaidi. Jamani, lie. Walai. Anyway, ni sawa. Ulikuwa unatuambia the deeper side of LGBTQ+ of LGBTQAI+ IA. PS4 HDMI. Tangu mimi nikitoka social media nilikuwa nimeacha ikiwa Q. Siliongezwa ikaekwa plasma liquid metro trans per metro. Niulize lefties na righties na left wing na right wing difference ni au ni wale sijui liberals na whatever. Ama ni mimi sijuangi. Mimi najua liberals left. Niliona so many lefties walikuwa happy, walikuwa for the death. Au ni wale Karen, wale ni wale Karen. Swali yangu ni will you guys be happy when Ruto dies? I've had this conversation today morning. Akikufa itabo. Itakuwa weird. Much worse. Ni kama si ndio? Not even a matter of like we want him. Tunataka kumuona akihanga helicopter kama leaders wao ni wapi Lebanon walikuwa na hanga helicopter jana wakihepa. Tunataka kuona kitu kaa hiyo. Pain for pain. Unaona one thing with Ruto akikufa sahi, you'll hear some Kenyans be like hata afadhali Ruto angebaki, you'll be like some Kenyans will be like Ruto angebaki, Ruto alikuwa anafanya hii anafanya hii. Right now Ruto afanyi kitu kwa macho yetu, which it's true, like only the bad things that he does ndo zinatokea, even the little good he does hatuoni. Little good anafanya ni ya kutufunika macho. By the end of the day hadi tuwekea carpet Kasarani Stadium, sasa tumweke a 7th. Ni priorities. Mimi sidhani kama as a country hawezi kuwa independent for over 60 years of 55 alafu bado kuna watu wanasema ati njaa hunger issues. Asini kama Uhuru, you remember before Uhuru atoke, see some people are like Uhuru is drunk atoke, after Uhuru kutoka sini Ruto, but now that Ruto is here yeah, it was not that much, but people are like, oh, this is a drunkard, we cannot have this as the president and everything. But then relax, calm down. Vikuepo. But then right now Ruto ako in reign, people are like, afadhali Uhuru, we miss the old president, we need the president back and everything. Nasikia cha kushake Mungu. You can talk. Niko nasema kitu inabo ni hiyo tu. Mimi sijai kwa the idea that unaweza take away life yenye haukugive. Na get. Why not? Jamani mjinga. The question is not why. It's why not. Nilikuwa nasema hata niwaambie point. Ngoja kwanza. Haimata hadi akikoa tocha damu. At the end of the day tu ni atakufa so. But the thing is, like but kawe ni human hata gani. Hata Ruto amekufanyia
Aujaisikia hadi bad person tu akikuwa ameshikwa alafu anakuwa tortured. Aujai feel the human side of you ikisema I don't think I have it. Ina depend amefanya nini. Wewe si just nice. Tuseme kani muizi na au rapist na PDFs au siwezi wahurumia. Tuseme mtu amefanya crime, tuseme nini? Crime gani unaweza hurumia mtu akipigwa? Every crime is a crime. Kuna crime like yenye ni classy. Hating on Jews. Tuseme hating on Jews. So Jews like Jews. So tuseme mtu mwenye ana hate on Sharubati. Sharubati, mwenye ana hate on Sharubati is like akishikwa apigwe, utaona like maybe ni some ideology ana fight for, unaona. So like ukiona akiteseka utafeel some empathy juu like anateseka for what he like sisi ni humans. Kuna kitu but sisikie watu wote wanafanyia wengine vibaya wanafaa like haina shida cheki sasa nikwambie hebu angalia wewe mtu akikufa pia wewe utakufa, so kama unachukua kifo kama punishment na bado unaenda huko si kifo si punishment, kifo ni sikia kifo si punishment kwake hata nikwambie kifo si punishment kwake, kifo ni kumeradicate asifanyie mtu mwingine kitu kai, unaona. Unajua consequence ni kitu ita happen after umefanya. Nikwambie mbona inamata hata Mungu aliambia Abraham atakuwa ni Abraham ama Moses mmoja watakuwa na a peaceful death. Why would God want to give you a peaceful death? Ndio nakwambia yeye akikatwa kichwa mimi nikufe nikilala. Yeye alikufa uchungu, mimi nilidedi nikilala. Those that are alive. Me think you should bring back hanging. Me nakwanga of that opinion, but only for corrupt officials. Corrupt officials. I'm talking about rapists. I'm talking about kwanza wezi. Kama unajua ni mwizi hata wakalamu. Si mwizi. Wezi wenye wanafaa wakue on ni hao wa IT na software. Achana na hao. Hao wako on. Achana na hao wezi wa akili. Baada wenye wanapaka watu maafi na kuchukua. Alafu hao wa simu. Kama unajua unaiba simu. Mi hata mwizi wa simu akuwe castrated with no anesthesia. But mtu anaiba smart alafu unaibia serikali iko on. Uko sawa, mimi you are stealing from the rich. Robin Hood. Huyo kuna series mzima ya kuibiwa simu. Hapana, wezi wa simu. Those people they should be castrated with unaonanga hivi kwa TikTok. Unaonanga hizo video za TikTok India ati watu wananyanga. Unacheka tu ati vile ni. I feel like the only thing it's the most humbling thing by the way. Okay, so our advice at impunish wase aje, but the only thing inaweza fanya ikuwe different ni instead ya kumuua na pia wewe mwenye umemuua utakufa tu siku yako ama hata in the evening. Nimekwambia si punishment. Bora like si umkate tu body part aishi bila. Hiyo ni punishment. That's a punishment for them. Mimi sitaki kuwa punish. Nataka nimuue ili asiibie mtu. Asirudie. Unadhani ukimkata dika ataiba? Hapana, si ni kama ata get over it. Atapona, ata heal na unaona kama niko nikwambiaje? Atakuwa digmatized. Nikwambie mbona yeye anasema ata get rid of them. Unaona ni kama kunguni. Itamea msee. Atafanywa ile graph. Ingekuwa ya mtoto ndio inaweza mea. Serious? Brother yako tunaenda. Malizia point niseme sasa hii point smart. Nasema unaona venye wanasema wauliwe. Sasa kama kunguni. Kwani kunguni utaikata mgundo isisonge. So utaua ndo. Nimeiwa ile si niume. Hiyo si punishment kwake. Nimemtoa ile si. So tuseme kama mimi. Tusikie unaona kama mimi niko taona tembea. Alafu akiwa kwa pikipiki ajaribu kusnatch simu yangu. Aanguke. Nimtandike. Sifai kumuacha. Watu muue. Tutamka ende apone alafu aende kuibia tena. Like nyinyi mnakonga humans wanakonga fake people. Mimi si human. Sisikie humans wanakonga fake people juu. Think of it. Ukibiwa saizi unamchapa tu juu umejaa. Shati juu nataka. Acha nikwambie. That is human. Nilibiwa like 5 months ago. Hiyo hasira niko nayo ni 5 months ago 5 times 5 phones. Hasira niko nayo bado. Unaona si ni hasira. Hata nikwambie the thing is ni stages. Tabia mbaya pia. But sisikie hata nikwambie kitu inaenda stages. Nitakasirika nataka kuniibia simu yangu, si ndio? Nikupige stage 1 hasira iishe. After tuingie stage 2 correcting humans. Correcting sasa tunakutoa sasa. Kwanza unajua ukibiwa na correcting inaenda way further. Sina correct the world. This world shall know pain. Mbona ni muache alafu aende apake mtu mwingine maana kama hiyo time zingine zote za kitambo hiyo ancient medieval times kulikuwa si kuwa I was not there but now I'm here au nisikini unataka kuongea sawa nilikuwa nasema hiyo times za medieval times punishments ilikuwa hizo nini public death hii kwa punishment sikie sema basi ama ku instill fear for the people that msifanye kitu ni wrong mbona the world is not fixed hadi sahi kwa sababu script ime upgrade
Aziz waliacha like sasa ati waliacha basi waliacha juu waliona hii work. Waliacha juu hao watu wa human rights. Sasa watu wanapiganiaga kama mtu ingewaka kama watu wangeendelea kunyongo. Ingewaka kama watu wangeendelea. Ever since civilization ianze na Cain hadi time ya tuseme acha niweke hadi kwa Constantine kwa sababu hiyo ni time kubwa sana. Haijai work. Acha nikwambie kitu. Unajua ingewaka, unajua the point is unaona wanataka wanyonge huyu ili watu wengine wasifanye. But wakifanya either way waendelee tu kunyonga, waende wakiisha. Unaona plan A sipo work, kuna plan B. Plan A ni fear, plan B ni eradication. Vile world ina work. Mtu akitoka kuna mwenye ataingia obviously. Si tunaendelea tu hivyo. Printing and tearing. Mimi nasema hiki kitu by the way. Na ni ukweli. Ukipewa Dettol sio Dettol ina kuheal. Hiyo ni disinfectant ndio body yako ianze kujiheal. Kuna na spheres mbili. What affects you? Kuna hii sphere ndogo ya what affects you that you can affect. La kuna the bigger sphere ya what affects you but hawezi affect. What? Kuna two spheres. Don't love your job. Job your love. The bigger sphere ni the things that affect you that you can't affect. The smaller control zinani affect na siwezi control. The smaller sphere ni hiyo the things that affect you that you can affect. Sasa ungetumia tu control in the so like be example in example. Hata mimi niwape example. Sahi be example ya bigger circle niko na HIV imeni affect. Siwezi control, siwezi pona. Smaller circle niko na abusive parents. I can get out of that house and go start. No, HIV sio kuna madawa. So una control. Wezi pona but una control. Seme bigger yenye tuwezi control. Seme ni kama sisi na government. Basi niwaambie. Okay, hiyo ni point yako. So umeiba point yangu. Acha fafanua. Ni hivyo tu vile umesema haitaki kufungua. Fafanua muktadha wa dondo. Ni hivyo vile amesema. Government with a control. So nilikuwa nasema kama watu wanapandisha leaders helicopter huko. Acha kama sisi tumeenda maandamano mara ngapi? At some point I feel like hata basi unaona sasa hivi ile sisi tuko. Hata nianzie at a lower level. Like me 3 years ago sikuwa najuanga Premier League inawaka aje. Nilikuwa nasikianga tu kuna game, si ndio? Maybe our leaders wote wanashaikuwa kwa kiti. Kila mtu like na age yake alikuwa an experience these bad things. Maybe kulikuwa na Gen Z uprising time ya parents wetu, unaona ikapita. It's our time now, afu itapita bado, so unaona historically the same. Historically hakujaikuwa na hii uprising kama ya Gen Z, but kulikuwa tuna vitu tu mbaya tu zinafanyika. But wapo kwani Mau kina nani? Haikuwa like uprising. Mau ilikuwa sai ilikuwa like ukiangalia na perspective ya huko sai Ruto yakaule mzungu mwenyewe atutesa. Like Ruto maybe we are growing into it. Maybe we are growing into it. Like Mau ilikuwa like centered na some few people, well Gen Z ni a united people na ni worldwide. Una get? Kuna Gen Z wengine walikuwa wanakaa home watu. Nilikuwa naenda kusema ilikuwa uprising. Nilikuwa naenda kusema by the end of the day whatever they did tuna reflect hadi saa hii because vitu walifanya the fight haikuenda in vain. So nilikuwa nasema aje? Sio tu ishaenda in vain. Nilikuwa nasema bado we need to be in those history books. Bado moto ni moto. Check no amount of people you will kill it I fix the world. Una get? You can It tell that to you. Mimi nakwambia sahi Americans wakaanza kufa wote dunia itakuwa good for like 5 years. Wanaweza kufa wote. Tukiwafanyia Hiroshima na Nagasaki dakika 2 si wanakufa wote. Unaona kama sasa hivi venye nakwambia tunaenda ni kama unajua sasa hivi tuko in a wheel of time. Tunaenda tukirudi some back in the days there is somewhere in US wameandika whites only. Na since kuna hiyo mambo za clubs nani they feel like they have the right to do that. Whites only they say they're protecting the heritage culture culture gang. And I'm like racism in big 2025. Tunarudi huko. Tumeanza kurudi huko. Because what do you mean kuna ule that Karen that was found in Karen? You saw that video? But hakuna racism. Karen black ama Karen white. Karen white anaambia a black woman. Na ni Karen ya Kenya. Karen ya Kenya etiafika hapo. And I'm like in my motherland. Sikia like racism naye haijaiacha kukua.
But I feel like we're going back. Kuna vile like before digress tunafaa tuende like step by step. Okay. One thing at a time. A point ifike home. Healing or fixing things na the God within us. Like tuseme mimi as an individual, it has to start with me kwanza. Una get? If you're not willing to change, hakuna kitu nitafanya kuchange. Because hadi ukienda therapy, your psychiatrist akwambiangi ati how to heal. Ni anakufanya realize that you carry the power within yourself to heal. But unfortunately, the elites wanatumia sex, scarcity, fear, entertainment, religion, news kutufanya to see like think outside the box na to reach potential yetu as humans. Niliona your environment is what makes you get stuck there. Unaona kama mtu ameishi Kibera. Yes, ameishi like in a noisy place. Notice watu maskini upenda kelele. No, let me not say that. Aliniambia ati mali kuna ati hometown Zanganya ni za poverty. But that's in story tu na cognitive appraisal. So like no, I'm talking about unaona kama there's this alikuwaga hao watu wa Talks wa high school wanaitwa the Ken Gomeri. Wewe mbaba wewe nikikupata wewe kuna kesi na wewe. But anyway, nitafute nitakupea kazi hapo. Ken Gomeri told us back in Form 1 that reggae husikizwa mostly na poor people. Like the matatu. The poor. So, come to think of it, it makes sense. Unaona these rich neighborhoods, they're always quiet, peace and quiet. Ukienda Kibera Mamadhari, it's just noise and everything. Watu sikiza reggae wakidhani kuna some hope like they will make it. Hope. You'll end up so unaona kuna wengine hukupea hope. Like sasa unaendaga ukidhani unapata hope kumbe utadedi umekuwa mshosho ndani bado utamake it au make it weka hapo. But mimi naona hii ni mambo ya decora. Wananga vile ukienda kuvuka barabara hapo upatae na probox hata kukanyaga bado ukipata mtu anaendesha nini V8 atakusimamia wewe. So mtu mwenye rich anatumia akili anaona I'm in my house. Hii music nasikiza peke yangu. So acha niweke tu a reasonable volume. But poor people wako direct. Nilikuwa naongelea rich people nakuja kwako. Kwa mat ingine kuna mat. Okay, mimi siwezi sema spendi kelele. Okay, spendi kelele but si kelele. Kelele reasonable. Si ile fulani nilisema ya nishaipanda ilikuwa na kelele. Alafu hapo mbele wamekuandikia if it's too loud then you're too old. Mimi nikasemenya I'm too old. Kelele siwezi enda nayo mpaka. Kuna vitu mimi na believe. About before like, niseme 2 point haraka ni classes kuna capacity thinking ya rich, capacity thinking ya poor. Kuna vitu na believe but unfortunately when you air them out inakuona kama uko old ama uko archaic ama uko kwa psychosis. But at the end of the day ni ukweli tu when you open your eyes you see. Si ati umefungua macho you always see. Mimi acha tu nikwambie unaona tangu niambie reggae ni watu maskini sijaisikia reggae tena. What does the dinosaur have to say about that? So nilikuwa nasema Mr. T-Rex. Nilikuwa nasema it all starts with us. Nikisema us inakuwa like contradictory. It starts with me. It starts with me. Start what? Fixing the world. You cannot fix the world. Already sisi wanaenda kwa hii room tukianza tu kumanifest ati tunaomba the God within me na mtoa anafanya hapa out of the water. We cannot fix it. We cannot. Nimekuelewa. Umesema it all starts within. Na kama huwezi change mtu kama hako willing kusikia, unaona? So kuna the fewer people when you are willing to like be the good of this world. Exactly. But we are human. Acha nikwambie Carl, hata wewe venyewe ni mzuri hivi. Sasa ipata kiti kwa MCA. Uone if you'll still be the same. Unajua by the way nasemanga sasa it's already beyond repair. Hadi mimi sasa nikipata corruption. Endelea kuibia hiyo. I'm like kwa control na what people think is power. It's corruption. It's corruption if I'm not involved. Sasa when you're involved that's not corruption. Hiyo ni script naishi bad mimi nikaa venye wasema nasemanga. Siko scripted nikaa venye wasema nasema. Unaona kama unaweza fix. Wewe sasa ni ukwe. Ngoja kwanza. Nikaa venye wasema usema
ati God hawezi kupea sijui ati huwezi kuwa mrembo tena ukuwe smart tena sijui kuaje hiyo you can be all that. Mimi kitu yenye nakwambia Carl wewe uelewi. Unaona venye nakwambia sasa wewe unasema we can change the world. Ukipewa hiyo chance change the world we can't. Si kwani wao wamesema nini? Hata nikuulize sasa hivi umeweka ukue Sakaja next. Utafanya tu kazi vizuri utaiba pesa. Like utaiba nini? You have the opportunity. Jibu swali. Niwaambie ukweli. Jibu swali. Sitaki kuongea mingi. Hautaiba. My answer is no. Hautaiba? No, sitaiba. You are lying. Hautaiba? Sitaiba. Boys can lie. Boys can lie. Utatumia connections yako kufanya hivi. Men lie. Carl unataka kuniambia uingie ukwe Sakaja. I call you. Carl, I need this amount of money. Uko sure utanipea? Basi niko na pesa zangu. Leave alone pesa zako utanipea Carl. Siwezi kupata. Hata sister yako kupigia sahihi uko governor. Sasa niwaambie the reason why some Christians if not many Christians are poor. Yeah. Nini? Many Christians are poor. Nilikuwa nasema cheki. Bro. Apply disciplines kama hard work principles kama hard work will get you to hard work integrity na hizo disciplines kama keep time nini ukizi apply mse hakuna siku utalaka una get tukiset minds zetu kwa the love of money tutakuwa driven na greed kila saa na like venye umeset mind yako na heart yako ukiset equal towards greed utakuwa driven towards greed na utawahi kuwa satisfied but the truth is you can have enough, you can always have enough. But niulize yangu ni hao watu wako hapa unajua wako unemployed umekuwa Sakaja hao watu waende kupata kazi kwa gava. Si lazima iko kwa gava. Acha nikupe example. Acha nikwambie nitafanya. Ukinipa example nitakujibu alafu tutaongea alafu nisauke nataka kukuambia. Na kitu nataka kukuambia ni sahihi. Kitu nitafanya ni nita create job opportunity kwingine ama nifungue tuseme industry kwingine. Alafu niweke hao wasee wako. Nataka nikwambie kama watu wanataka not everyone is a Sakaja for you. Sikia nikupe example chenye ulifanya. Tulikuwa na Moen. Wakatumia applications mingi za kuwa lady hostesses or lady hosts kwa hii podcast. Then ukatambia kuna Shali. Si alikuja tu na akakuja hivyo na hivyo ndio kanini. Nepotism. Acha watu on rest. Hiyo sio nepotism or something. Mimi nasema ni opportunity by the way. Mimi nasemanga if you become great help who you can. Acha niambie ukweli. Mimi siwezi wadanganya. Acha nikwambie ukweli. Mimi ukikosa kunipea kazi na kuroga wala. Mimi basi nafua. Heri nipange udedi. Siwezi ukisafa. Like let's reason together. Let's not argue because tukiargue tukikama na mentality yako. Hata nikwambie reason. So yana argue na nataka tu reason. Like mimi niko na in a position of influence or power. Nyinyi ni filmmakers. Na nikiwasaidia nyinyi najua kuna filmmaker fulani yuko hivyo maybe ako class 8 size yako na big dreams ya kukua Christopher Nolan ama Carl Rogers. Niende tu like nione kama tunaweza change these systems, tuone vile tunaweza fanya distribution ikuwe different, marketing ikuwe different na monetizing ikuwe different, then ni create seme kama facility kama hii hub instead ya kuwaleta nyinyi kwa gava. Kwanza hiyo ni mbaya juu nyinyi hata mko interested na kufanya kazi kwa gava. Unajuaje? Kwa filmmakers. Ngoja kwanza. Yo swali umeniuliza ya Shali. Shali is not here for her. She's here like for me. It's always about me. Una get? Yes. Hey, una get? What the fuck? No. You don't know because it's about me. You don't know what's going on. No, it's not about you. You don't know what's going on. So scared. Sawa. Like so if it's about me na mimi according to me venye nafikiria. Wasa ni create a bag of opportunities. Ni warusha hapo ndani. Instead ni walete kwa gava na amna the expertise. Mwende mfanye kwa field yetu. Unajua iko different unaona. Hata nikwambie, you have something to prove that you are a filmmaker. Create field. Lakini sasa hiyo field unapata competitors wetu ni kina Ruben Odanga. Mtu akona a whole portfolio amejaza vitu Netflix.
naenda compete naye aje. Umecreate alafu umeona majina zetu hapo. Utapea Ruben Odanga job au utatupea? Sasa wana tuelewani. Acha nikwambie mimi ningeona hivi. Ukishacreate hiyo field utapome tu. Check, if I have power, first of all, nafani create opportunities for my people. Because nao ndo amenieka. Una get? Acha nikwambie. Kuna tu kweli naked truth. Sasa upate gig. Enye si uko sure tunaweza ingia na wewe. Trust me, hautafikiria mambo yako na job. Utapiga, Shali, I have something for you to do. How is that favoritism? It is. Acha nikwambie, usikie. Sema uko na opportunity ya ku advertise ni kama tu interviews wenye tunasemaga. Unaenda interview, wameka tu interview ndo ajue hiyo kampuni imeka interview, but in real sense walishaandika mtu, kuna mtu ako na kazi yako na space. Mnajaribu kunaweka kwa box. Acha nikwambie, acha nikusummarize hii kitu. Kuna two types of help. Ndio. Acha nikwambie kuna two types of help. Si corruption, but you are corrupt. But I know you are corrupt. Deep down you are corrupt. Acha nikwambie, deep down you are. Integrity muhimu mse. Tusikie. Kuna two types of help. Kuna like your people, wao wenye sema hao mamuri wako umekuwa nao wenye maybe wanaweza kuweka hapo. Alafu kuna like the rest of the people. So like you want to execute change. Kuna vile uta help our close people na kuna vile uta help our like the general. Sisi tunatujua. You know what you can do, what we can't do. So sisi bala story mingi si utuweke tu hapo. All the other people ni utawatengenezea hizo industries. I feel like it all comes down to the fact that we can never change the external. It has to change the internal. We have to change the internal. So like mimi ka wewe Chester ni msanii mnoa, the big up man, God akubless. So Chester ka wewe uko na integrity. Mimi niko na integrity. Kama nimetaja Chester for reasons. Mimi niko na integrity. Mimi niko nayo by the way. Chester like sema ka ni create opportunity for Chester na akiwa in his right senses. Anafaa like a spread. Una get? A spread. Ana spread nini? Like spread the opportunities. Point ni mse. What is corruption? Is it me bringing Chester to the government or stealing money? Nimejua. The thing is, unaona, fuck, isipote. Unablo ulikuwa unasema ati uingie kwa government afu anze kujengea watu industry alafu itakuwa opportunity yao. First of all, hadi unajua government haiwezi kufund hiyo kitu. Itende iandike hapo kwa treasury, we have funded this and this 5 million to Odunga. Alishafunga bao pale Gabon. So hiyo kitu ya kujenga industry labda ujifund na pesa yako. Sikiza. Nimesema. Amesema ili akuwe fair to everybody, tena bring change, si ndio? Odunga amefunga nini wapi? Olunga, hata niseme point yangu tena. Si ndio? Amesema aingie afu afungue maybe like industries, create opportunities for people. Here tuko Kenya, anajua hiyo hizi happen, serikali hizi kupea kadi hatuna like nini Hollywood yenye nafandiwa na hii serikali, unaona? So haina shida. Hata nimalizie point. So hiyo labda afanye na salary yako personal. Juu unajua tu Kasongo hizi kupea hiyo pesa. It's your opinion. Kasongo hizi kupea do. Kasongo doesn't have the money. Whatever. Au hiyo government unategemea wenye tu international funding. Achana hao. The government doesn't have the money. So nilikuwa nasema aje. Sikia. Hakuna mtu ashai try to table such bills. Wewe nionyeshe opportunity na nionyeshe the fruits that come with the opportunity. Una get? Una get? Like mse hakuna mse ashai sema to focus na nini sema ka film maybe kusikia hata nikwambia kamaliza wewe mnyimi mliongea na Shali huko, acha niongee. Okay. Maybe ulete change ka roots, unaona? Useme hivyo, si utuingize sisi alafu si tuende kuingiza wengine, but good people. So na get iko hivyo ka root change reaction. If I ever get that space kwa government na una government expertise siwezi nikakuweka. Sinaona. Ndio maana nilisema kuna two types of helps. Unajua sisi unajua what you can do and what you can't. I know what you can do. Wewe nitakupeleka UK. Si lakini ni brain drain. Hiyo ni brain drain. Ado. Umesema she's here for you. So hadi ukienda huko she'll be here for you. It's about him. Exactly. It's about him. Exactly. Her presence makes him happy. Ni for instance, jana niliulizwa swali. Nikuulize swali. Ati mbona nataka mtoto? Juu mimi nani alikuuliza? Mtoto mjinga. Mimi nataka juu at the end of the day mse hadi mjifanya aje. Hakuna mtu ananga. Tunataka kujisatisfy sisi.
positively. Una get? Kama si exactly, that's wazazi wetu walituzaa ili si tukue investments wao. Mimi babangu tu alitaka mtoto. Babangu alitaka mtoto. Like mimi nikitaka mtoto ni juu watafanya mimi nikuwe happy. Una get? Nataka kutoka set jioni nikawa nisikie hey daddy, I was filming. Ni feel happy, ni feel like niko na warm. Mimi naona kuwa mtoto ni kazi. Mimi nayo sitaki. Cause hata mimi naangalianga babangu, I'm like, hauna mtoto mmoja. I'm like, right now tuko 18 and above. Na bado tunakutegemea. Tuko like 18 and above years. Na bado tunakutegemea. Mimi personally, I don't think I am that generous. Mimi ningekuwa na mtoto amefika 18, mbona unanitegemea wewe bwende jitafutie maisha yako? I did my part. Ndio mnaongea mnaishi scripted life. Not even scripted. Acha niseme ile point. So like si nilikuwa nasema hiyo story ya sex, scarcity, fear, entertainment, children. Like hiyo nizo of Palestine aspects zenye the elites wanatumia ku control humans. Ndio sasa like ile humans wanakwanga na sayings zao, mascript lives zao. Control hadi sahihi. Sio ni like ni script. School, job, marriage, kids, die. Nani amekwambia ufanye hivyo? Humans wanafanywa hivyo. Sivyo mimi nasema like wewe si human. Kama coming kwa kids. Kupata mtoto that would be like your own decision. Umesema unataka ukienda home ukue happy ni nini? Mimi reason ninaweza nataka kupata mtoto ni I'd want to see another gene na gene yangu ikichanganyika tutatoa nini. So unaona for your personal experiment. For my own experiment like exactly. It's always about the past, the first person. But iko unaona yeye akona like some unique reason why anataka kids. So yeye si NPC, yeye si human. When ukianza uliza tu normal person, why do you want kids? Atakwambia tu I want to pass on my legacy. Generation, nini my name. Mimi by the way nasemaga, mimi unasikianga hawa wase wanasemanga ati na work hard ndio mtoto wangu akue sijui nini. Wewe mzazi wako ali work hard sasa hivi kuna generation. By the way, yeye unakuwa slave. Ati wewe ali work hard. Mzazi wako so wengine tu NPC wanasemanga hiyo. Point ni mimi niki-exist hapa na exist kama Carl. Mtoto wangu aki-exist, acha atoe. Asi-exist kama mtoto wako. Inafaa exist for you. Wacha kusema ati na work hard for my kids. So like purpose yako ni kuwakia watoto wako. Exactly. Mimi mbona nikufanyie kazi ndio another human. Exactly. Utasomesha mtoto wako. Ndampeleka shule akipata basic knowledge nimtoe shule. Ama nipeleke international. Utasomesha mtoto wako. Of course ni responsibility yangu but sitampeleka shule kama hii system zetu. Maybe ndio maana nimekuambia hiyo hadi meta human. Utasomesha mtoto wako. Ina depend. Namsomesha nini? Exactly. But anaweza kuwa smart, anaweza kuwa like hapana, unaona like anaweza kuwa unaona kama sahi siwezi taka kumpeleka itaende na system kama venye mimi nilienda na system. Anaweza niambia aniambie anataka kusomea hii na hii na hii. You want to specialize exactly, in that. Like that's Chile who was like 4 years alianza ku connect na ma whales and everything kabla uwe na a whale. Aquaman. Hivi Aquaman type hivi. Like she was 4 years juu babake anafanya kazi kwa marine. She got that passion. Babake akampeleka shule yenye inafunza hizo not basic knowledge. That's what I would. Enya nenda anafunzwa hivyo. That's what I would do for my baby. But then I feel like hapana kukuwa na mtoto ni kazi. Si kazi, unaishi pia sasa hivyo sasa script imeanza kuchange. Siku hizi wanasema kwa na mtoto ni kazi. Ni kazi ama mimi nianzishe tu like my own type of learning. Nimfunze mtoto kila kitu ni opposite. Badala ya kumpeleka shule, nimpeleke shule ya non-scripted life. Unaona, instead ya kupata mtoto kama utaki mtoto, si ndio? See we have these orphanages. Mbona tuchukua watoto? Leave alone tuchukua watoto. Si naweza taka kuchukua wadogo kabisa hawajui kuongea. I teach them my own language. I teach them that I am the big mama, meta queen, divine, you know, divine being. Like I just ni wa control tu akili na wasitoke wakwege tu like when I have a mansion by the way nataka kuwa elite wakwege tu hapo wanajua wewe unabili kuna elite obvious yana anabiliwa kunika AJ mwenye anasema ati tukikufa tunaamka sijui tunaenda maybe tunaweza amka who knows nobody knows ngoja kwanza kila kitu tunaambiwa kila kitu tunajua tuliambiwa we were born to eat so it's our conditioning na scripted life so it's our part. Believe kuna elite siko sababu like niliaweken Sunday ya pia awake nini hiyo
Ian ameawaken but I believe kuna elite. Hata kulead another path but I believe anakuwa control. Kuna bahati wewe si mtoto mjinga. Like una deny kwa control. Una deny kwa control. Ni elites wako juu. Unaona systems zenye zina run the world. Exactly. Kuna people behind them. Oh yeah. Reptiles. Now at to job, vile unafikiria. Exactly man, I love you man. Unafikiria nini Charlo Cock alipigwa risasi ya shingo? Juu alikuwa ana oppose scripted lives. Many bob nyamesema hivyo. Alipigwa risasi juu ya elite. Juu alikuwa ana oppose nini hizi ma systems ziko placed that to control humans. Like sema for instance nilikuwa na explain. So sikia kwanza LGBTQ. Cheki unafikiria mbona Amerika hawataki kutoa guns na bado kuna school shootings? Acha nikujibu. Amekuja mama amesema kitu important. Abortion. Hebu pan camera kwa metahuman. What's your thought on that? On abortion. Yeah. Abortion. Una feel kumbuka wanawake wanafaa kuambia ati aliniambia ati she is so enticed with abortion she gets pregnant on purpose so that anafaa hapo. Hapana hiyo uliniambia hivyo. Hapana hiyo ulitoa internet on huyu. Kitana mjinga kama babake. No abortion sema kama wewe kama mimi kwa Bible relax kwa Bible hakuna apology next podcast kwa Bible I know abortion is a sin but then I feel Rita unaona mimi sasa nikiweza pata mimba hivi ndo Rita alianza ku explain hapana unaona mimi nikiweza pata mimba sasa siwezi eka tutamlea na wewe kuna cha sani yake mtoto anaelewa na jamii scripted life is a human saying hata niseme tu like according to me when you get pregnant mtoto anakuja na vitu mingi right now mimi sina kwangu I don't have anything to my name why would I want to bring another human being a stranger kwa hii dunia so na abortion haikwagi decision ya mwanaume that's one thing haina shida abortion is decision see it's in my body you are being swayed away by because nikipigia msana yote sahi ataanza tu kuniexplain hivyo nimekupea ball si ndio I'm talking yenda anabebanga mimba cheki wewe nyamaza hapo Kali unabebanga mimba haya Kali mimi nabebanga mimba naongea acha mimi niongee nifunge unifunge Chester acha aseme umenipea ball nifunge ranta ongea na nuna haya acha mimi niongee unaona sasa kama mimi mwenyewe nasema sasa nikipata mimba according to me mimi nitafanya abortion mimi siwezi wadanganya I'm not even trying to sugarcoat it I'm not even financially stable I'm not mentally bado haja set up lab yake experiment boy ako financially stable hiyo ni mambo yake I'm not mentally I'm not ready to have a kid I wouldn't have a kid disclaimer check your doubt that's unaona hivyo ndio ilinifanyikia mamangu na babangu no sitaki ku repeat the same mistake my dad has the money it doesn't matter wewe matako wewe ndo uliroga wewe na mali like check kabla uendelee kila mtu anafaa ajue abortion is a crime we do know that sikia mimi nasema abortion is a crime we do know that unaona kama mimi babangu na mamangu babangu alikuwa na pesa mamangu alikuwa na pesa when my dad took me away my mom was like fine sasa babake anajiweza abortion ni crime solely kiingia kwa hiyo fetus isipoingia ikuwe tu ni manyama hiyo si crime abortion ya 1 week unaona hata mwachi solely kiingia kwa hiyo fetus ngoja kidogo kali before hata tufike kwa abortion there's something I was saying before hata tufike kwa abortion there is something that nilikuwa nawaambia last time kuna vitu ziko fair na si fair kwa wanawake nyinyi mnasema women have it easy abortion women wako na rights ziko kwa fiction category ngoja malize leo tunafanya 130 aya abortion iko expensive utatoa and everything while pads za wasichana are being sold and everything na kuna hii BBC documentary kuna zingine kuna there are some girls tu uko West Pokot wewe matako kuna girls West Pokot kuna wasichana West Pokot bado wanafanywa FGM bado kuna wengine it's like watu wa boda they're telling you nikukule ndo nikubaie pad knowing that walai
mwanamume mwenye atenda kuweka msichana mimba ama wenye onekaga viwete kwa barabara mimba, those men are stupid. Those men should be castrated kwa sababu hiyo kitu dunia ati waneka nani viwete kwa mimba. Goja. No, au viwete upata je watoto. Kiwete mwingine anamuweka ama mtoto anakuja anamwambia men hit anything. Kwani kiwete ni kiwete kwa vagina? Hapana, sijakata ni kiwete kwa vagina. Unaona ndio mentality. By the way, kwanza like disabled girls we say ikutu ni da. Wewe unaona mtu ako kwa barabara. Most of them hata najua wanapata watoto kutokujua ama like circumstances. Wewe unajua you have the nani ya kupewa condom. Kwanza condom with men, condom wanatupaga hadi bure, wanazitupa kwa chini mnaokota. Kiza please. Ukienda condom zipagwa bure. So nikipita hapa ni rokote ni vende yake kiwete. Mbona upe kiwete mimba? Si kwa sababu already ako cook. Cheki. Hapana, that is so wrong. It's my duty. Unaona wakiweza pata baba mwenye alieka. Ukiona my mtu duty. mwenye ni kiwete ako na mtoto na unajua bwana yake ama mtu mwenye alieka mimba, that man should be castrated with no anesthesia. Unajua mnipeni deal na yeye. As Ryuzaki, it's my purpose to make or to kama maisha yako ni worse, it's my purpose to make it worse. Unaona? Huni mtoto tu. Cheki niko nasema. Wewe ulirogwa. Niko nasema like cheki. Tusijifanye wajinga. Every time you go to have sex, you should always expect what comes with having sex. Kama ni STI, kama ni pressure, kama ni hiyo stories za soul ties, kama ni pregnancy. Bro, wezi enda unaendaje sex ati ku have pleasure kunini? Si ni Gen Z. Nika tu kikula. Si watu washanormalize sex. As much as unaweza buy cake juu ni tamu, pia expect kukula utashiba. Una get? No, I'm also talking about circumstances like Carl, mimi naweza kupeleka uko West Pokot, kuna wasichana bado wanafanywa FGM. Kwani ukifanya FGM unakuwa pregnant? No, it's wrong. Ni wrong of course. I'm not a kaik. Wewe ni mshenzi tu, acha tu niongee. Unaona kuna wanaume wajinga washenzi. And this is where my hate nyamaza, nisikutukane tena. Mimi nakwambia kuna wasichana bado wanafanywa FGM. Kuna wasichana bado pads ni ngumu. This bibia Uhuru ni kani ngumu si ya buy soft. Margaret alitengeneza this nani ya women akaenda Turkana West Pokot kusaidia those women. Si imetolewa na the people who wameingia kwa seat juzi wametoa hiyo program ya kupea mama inaitwa Linda Mama wakatoa. I'm talking about situations zenye utapata msichana anaenda kupata mimba, unasema mtu anaenda huko akiexpect consequences. Mtu wa boda anaambia msichana ndio nikupe pesa pad ama juu hauna hiyo pesa sleep with me, lala na mimi nikukule ndio nikupe hiyo pesa pad. Analala naye anamwaga ndani knowing what he's doing. Ngoja niulize swali, mbona mtu wa boda John anakuaga notorious? Acha niseme hivyo. They are notorious. Anataka kupanda boda alafu hapana, ni watu wa area tuseme hiyo. Kwani amjusha govenye zinaka? Nakupata but ama watu basi alikwambia exam nyingine watu wa transit. Sawa, nakupata Shali na agree na wewe which ni wrong. But kuna other ways kama mtu wa boda anaweza kupata. Umesema kwa agree na Shali ni wrong. Vitu zake una. Jamaa sio host hapa tena. Nilikuwa nasema ni controversial but na agree kuna positions zingine ama circumstances zingine is ngori. That is so wrong. Unaona hata mimi nasemaga if I'm ever to be rich naweza enda nsaidia wasichana because girls go through it. Kwanza that documentary you watch in BBC like big women, unaona kama venye was misleading the other time was misleading girls to do the OnlyFans and everything. Big women anakuja anaambia mtoto 12 year old or 10 year old anatoroka kaunda kwenda maisha poa, anamwambia kuja mimi nitakusaidia. Kumchukua hivyo anakuwa madam wake mwenye they're sold but 50 shillings. Let's agree. With old men. Let's agree. Wanalala na a 10 year old for 50 shillings, 50 ama 100. Na hiyo pesa watapelekewa madam. Hiyo kitu inaniuma juu. Ni painful. Imagine pia ni painful. I have sisters. Ni painful. But sasa pia to agree guys. Like it's so bad. It's not about that girls wanakapitia kushinda men ama men wanapitia kushinda women. It's not about that, yeah. Tukia instead okay kuna the aspect of kublamiana but hiyo si solution, una get. Plus unaona mtu amechukua, tukianza kuangalia on the side of who is wrong, yes, tuangalie like
ni mama anachukua girls, they are the same gender. Alafu on the side of men wanalala na children. Na check like men wanalala na children. So kila mtu ana play part yake in this evil. You know, Carl. Yeah, kila mtu ana play part yake. But then unaona mimi nikwambie mbona na insist sana nuko West Pokot na Turkana. Recently there's a story. A girl got impregnated akiwa like bado ako primary. So na join those communities wa Pokot hivyo venye wako ndani. This wanazoea kama msichana mpata mimba, it's either you are shunned out of the community, utafukuzwa. But then this dad took the responsibility and said mtoto wangu atafukuzwa, ataendelea kusoma na hii mimba tutalea. Even if alikuwa huyo msichana sijui alifanywa nini akapata mimba. But then that man is one of a kind, like mpaka kakua news, it made news that yeye amekubali mtoto wake venye akona mimba na amesema ende shule. Juu wengine ukipata mimba ama they know you had sex, that's over. I had a classmate back in high school alikuwa anatuambia yeye venye amefika high school. Kwa hiyo kijiji yao yeye ndo amefika like amesoma sana. Nakupata where you coming from. But that's why inasema hatuwezi kuwa na 60 years of independence alafu kwa kila bad story tunasikia sijui Turkana, Samburu, West Pokot. No. The end of the day, kuna people responsible for, people that could make better systems as much as vitu hazizi work. Na hao ndo wase wenye wanaingia kwa government, wanapigia mabrother wao ati wakuje kwa government. Like we have our priorities so wrong that instead of kufigure out how we fix the northern parts of Kenya, tunaanza kutafuta architects or build churches instead of imagine. Not exactly what the president has done. Ameenda kujenga shule huko home. Hadi mimi tena nijenge. Mimi ta make sure familia yangu ina circle yangu, marafiki zangu wako secure. Ndio nianze kuangalia mtu mwingine. That's how I found it. I'll not fix it. Itaendelea tu nayo. But unajua hadi mimi hiyo story ya Turkana pia inaenda kwa culture. Kuna story nyingine nilikuwa nasikia but haiko ya Kenya, ni huko hizo nchi za Iran hivi. Alikuwa anasema ati udenge ati buda yake alikuwa na udenge. Ni nani huyo? Alikuwa mtoto, hakuwa dem, alikuwa mtoto. Alikuwa hivi mtoto maybe 10 9 years. Akiwanga mdogo but akisema hiyo story alikuwa grown woman. Alikuwa anasema ati buda yake alikuwa anakaa mjioni akiwa mlevi na marafiki zake. Alafu sio mtoto, ni mtoto ameenda kulala. Mamake anakuja, siju females wanapitia. So mamake anaenda na muamsha kwa bed, anamwambia ati enda chini upelekee budako na marafiki wake uwaserve hizo chakula. So like what the mother was doing, alikuwa anamset up kwa buda yake na marafiki wao. So akienda kupeleka hizo masahani manini, buda yake na marafiki wake anamrape. Unaona? Ni some sort of culture. Ikifika mahali hadi mamako anakuset up urepewe na budako na marafiki. Ni mamake amekuwa na hiyo like ako condition ama kofia ni fia ama the same thing. One thing before same, hatuwezi change everything, but the few things that we can change man, let's try and do it. But mimi na support here. Mimi nilipata Egypt is a desert. Turkana wako na lake. Imagine. Plus before Dubai became Dubai, ilichukua a period of less than 10 years of revolutionary everything. Mimi believe hatutakuwa tukitoa chakula Nairobi kila siku tukipeleka huko. Sasa zingine tu ni watu waendelee tu watumie akili. That is the solution ni kufix huko. Na kama vile Mkuru alisema, ule mzungu alikuwa anataka kupeleka zile dredgers Turkana. Wakamtax 10 million na amekuja kusaidia watu for free in your own country. Hadi si tukiwa like hiyo time nilikuwa nimeenda 88, tulikuwa tunaambiwa ati kama building ni tall, yenye unazoona ndani ya State House, KDF wanachukua for free na inaweza kuwa. Ka hiyo building like the whole floor ilikuwa worth 200 million. So ikuwe KDF military. So wanachukua for free. That's how fucked up the government is. No, we are the government. But unaona inafika mahali usikie. To the government. Government ina sabotage its own people.
alafu wewe bado uko hapo unasema tunataka kufix nini. Help your own people and your own family. That is something that is so obvious. Hakuna mwenye utaniambia mimi nitapata kiti niende nianze kusaidia watu nje. No, I'll take care of mine first. Imagine. Me and so unataka investor atoa 10 million ya kukulipa. Hapana, it's ni basic, ni human. We are all human. Just as niambia sahi utapoa 10M, utaanza na sisi. You'll obviously start with your mom, dad, go to your sister. Say hadi Hitler alikuwa at least. Na hiyo like ni basic. Hiyo si basic mse. Of course utaanza na your mom, dad. Na hiyo ina come to mse, they've been there for me, una get. But pia check mse, ukiwa na 10 million haita hurt kutafuta wasichana ununulie pads atakania 1 million. Not even that. Kuna achana. Acha sasa nikwambie hiyo venye umesema hapo. Unaona government iko na pesa. Unaona venye walisema kuna sports. Kuna sports wateka tuseme 3 billion. Ukikuja venye hii sports inaendelea hapa sinaona wanasema kuna watu watapewa 1M nini. Hiyo 3 billion ilishatoka kitambo. They will only set aside something like 10 million wapetwa watu wawalipe and everything. Nyinyi mtajua ni hiyo. Unaona the rest nyobaki na hiyo like the rest of the billions watagawana. Si hizi kampuni zote za pads I think ni exotic. Like ni za nje, ndio? Kwani kuna kitu si zote za nje. Kuna za Kenya. Pencil inatengenezwa Indonesia. Wamepewa pesa. Government iko nayo like wanafaa wapeane. But they do still. Unaweza tu set up like nini ya kumanufacture good quality pads. Kama kuna mtu believe she had integrity, mwenye kama alikuwa na her own flaws but she had integrity, bibi ya Uhuru. No, bibi ya Uhuru. That woman was smart. Na tujai kuadi kwa World Cup. Ndio sina nakwambia people have it. Na Grammys si Ruto amelipa Grammy. Tunaenda wapi? Nani anawapeleka? Nani anawapeleka World Cup? Atuende World Cup. Tunaenda wapi? World Cup. Ulikuwepo? Hadi tukienda 2 seconds. Hadi tukienda amesema tuendelee. Nani anawapeleka World Cup? Hadi tukienda tupatae tu na timu ya kwanza. Hii episode tatona Mongolia na 2. Hapana sikia. Mimi kama naambia like the same time. Mambo na World Cup achani nayo. Tunaongelea issues za wasichana venye inahusu wasichana. Si mimi nasema unaona hivi venye huwa amesema eti mtu ajitolee apeane free pads and everything. Pesa pads ziko. Pesa hizo za clinics ziko. But pesa ati ni like the thing is honestly depend on government ndio. I don't know what she does. Amefungua chama zote zinamrudishia do. Amefunga Linda Mama. But unaona for example me kama ningekuwa as fortunate as Mr Beast hadi mimi ningekuwa nafanya hizo nenda huko na baia watu mavitu unitegemea government. The government is over hadi tuache ku complain about the government. Watu wafanye kitu wanafanya. Tuseme tu ni sisi. Like unaona ukikuwa fortunate unafanya tu. Unaona vile nimesema sales story na elites. I feel like sasa government is that system of doing that. Like ukiangalia system of working ya government zote hakuna a unique government. Zote zina work the same. Basi jiulize tu swali. Kwani inaweza kuwa aje ati tumekaa kwa hii earth kuishi? Tuende shule. Imagine tufanye kazi. Tukunywe pombe. Wewe unakunywa pombe. Tunasema za humans. Like wanasema human life. Live alone normal human life. Kuna ni nani alikuwa anasema? Kuna mtu tu nilisikia mahali. Wewe Terry unaniambianga nime lose touch na the world. You are lost. I will touch you. Kesho unaenda kuona Graph Jones. Acha niwaambie kuna mtu alikuwa anasema. Unafanya na sahau. Kuna mtu alisemanga. Kuna mtu alisema nimesahau. But alisema kitu ya maana. Kitu ilikuwa nataka kusema ni ya maana. Ulikuwa unaongelea nini? Terry. Hata na Terry. Kabla ya Terry ulikuwa unaongelea nini? Nilikuwa nasema tuwezi amka kuenda shule, kuenda nini. Like ati no purpose ya life ati kuzaliwa kwenda pre-uni kupigwa viboko normal human. Oh yeah, about uko content na that life ati kuzaliwa kwenda shule. That is not all there is to life. Lavenda umesikia? Wewe soma tu. Wanasemaga we are control. Unaona mimi I believe zitu tunasema tunajua. Hata sasa imerudi msini confuse imerudi. Unaona venye nafanya na sahau Mungu wangu. Unaona venye watu wanasema like about aliens or whatever nini. Me feel like there's some people controlling us. Basi si USA walisema last year kuna aliens. Hakuna mtu aligive a fuck, walisema okay na maisha ikaendelea. Mimi na feel there's someone controlling us like we are puppets. Kuna kitu fulani niliwatch. Ni kweli msee. Kuna kitu fulani niliwatch.
thank you for starting it. Nilikuwa na umefanya hata nimesahau point yangu, wewe kwenda huko alien. Haya, Anunnaki tueleze. Ilikuwa ni waelezee, ilikuwa ni fafanue. Like nilikuwa nasema mambo yake. So in the 20th century kuna mse alikuwa na work, nimesahau jina yake plus nimesahau jina yake. Kuna mse alikuwa na work, kuna another nini faction, si hata faction, maybe organization yenye iko closer to area 51, BlackRock. So mse alikuwa na work huko na alikuwa anasema kulikuwa na two creatures wenye sio humans walikuwa wana work nao na wana try ku develop nini teleportation technology na humans. So like huyo mse siku moja sijui akauliza nini wakasema why are they afraid of humans? In fact our reptiles are afraid of humans. So akasema humans wako na bad smell juu ya the negativity yenye wamekuwa fed nayo na the people controlling the world. So kwa hao reptiles, reptilian creatures inanukia kama bad smell. Alafu juu ya negative energy. Simsikie kwanza negative energy. Alafu hiyo story ya kuna ati tunanuka negative energy. Like so tunanuka negative wars, bombing kids, raping people, so no ina come about I'll be worried from the negativity tumekuwa fed nayo. Alafu another thing ni on the same topic ya aliens ama reptilian creatures. Same guy alikuwa anasema alikuwa na argue that unaona kwa hizo gnostic texts zenye zilikuwa na scriptures zenye wanasema sacrifice of babies. So like babies wakiwa sacrificed nini ukiwa unaenda kukufa adrenaline sina surge, but kwa babies iko more potent. So the reason why walikuwa na sacrifice babies and why abortion is bad ni juu hiyo nini sacrifice ilikuwa ina feed power to Echons, demons na Anunnaki wenye wote ni demons, una get alafu kuna clips zili resurface mwen niko show unajua hiyo ya Justin Bieber vile machaki litaniingi siku fulani hapo hivyo. So wana argue that kuna shape shifting reptiles yenye wanaingia kwa humans na kwa intelligent. Jadi wewe jiulize kwani wewe ni mjinga aje ati mtu huko tu ndo ana invent technology. But mimi ndio kitu inafanyaga naamini. Mbona wewe uwezi? Mimi kitu inafanyaga naamini we are not alone, like we are puppets, the Bermuda Triangle. Like hiyo hapana, unaona that thing I'd really want to Bermuda Triangle ni juu huko kuna inaitwa it fell off excuse sikia Bermuda Triangle ikifanya maajabu ili fell off iko so high ndio maana hadi sharks ziko attracted huko, so it's nothing. Na mbona eels zinazaga tu huko, like that's where they nani eels you don't know, you'll never know if an eel is a male or female, like ile electric eel juu ya magnetic field eel inatumia electricity, so ina work na electricity. Sasa zinakulana na electricity juu right zina nini huko, as in magnetic field huko iko juu, zina attract certain nini. Kuna ni kama wewe ni prostitute alafu unasikia dhika kuna prostitution, so unaenda huko ukitaka kujua kuna chances that you are being controlled. Angalia tu venye ama ujaribu kuambia babako hataka kuacha shule, like susikie kwanza haya mzee, like tuangalie tu, like to finish up tuangalie tu venye the world ina move. Kuna kitu inaitwa group think, when people wana end up kuenda na the same direction. News ni negative, social media ni rampant. Ushaitaka kusearch ushaifikiria kitu kwa kichwa alafu unaenda unaona kwa simu. Ask yourself why. So like, cell phones are robots. Kuna watu wana monitor. So like that's true. So like hadi ukiangalia kaa yangu nikiasa hivi kuna kakitu waka hapo inakupiga picha every 5 seconds. Data inachukua data zako. So nilikuwa nasema unajua hiyo nilikuwa nasema like inawakaga inakuflash inakupiga picha. Takuonyesha tukimaliza tunaweza conversation nayo kwa text sahi, alafu asubuhi kiamka unapata den kama ile Henry Danger tulikuwa tunasema ile day kwa bus nikafika home kaja na Chester hiyo text ulinitumia. Mimi naonaga FYP if I feel like I feel so bad and I'm down, all of a sudden my FYP starts comforting me like don't worry. So imagine iko hivyo na hatuna zile chip kwa kichwa. So nilikuwa nasema another thing nilikuwa nasema si like wana to self here alafu wana come up na Neuralink technology.
unacheki so they give us the solution. So tunaona vile uko na acha ni yeye anashakuwa fire. Tunaona vile uko na hiyo issue like your mom and dad. So I don't have any issue. It's okay. Sema mtu kama wewe. It's not a safe space. Anaona kani. Sasa mtu kama wewe kani traumatizing. Alafu amundie teknolojia Neuralink yenyewe inaweza create a world of their own. So ataona hiyo ni contrast from bad to good. Na okay, according to the book of Revelations kuna hii prophecies za Revelations in John alikuwa anaona. So kuna theory inasema that John alikuwa anaona hizo vitu, but since alikuwa wa kitambo angeweza sema kama chip ni chip. Hizi andika microchip kwa Bible na ielewi because ni vitu zimekaa. So like alikuwa mtu wa kitambo. So ukiangalia ukiopen your eyes unaona that hizi vitu some of them zina happen. So hizi ni vitu zilikuwa prophesied kitambo. Lakini hata uwezi feel weird mbona Mungu asigawe bahari katikati. I feel like I used to feel like Mungu si angefanya wewe nikuwe Mary wa pili like the second coming of Jesus. I give birth. Unge consent to it. Azin I give birth. Ebu imagine nizae mtoto wa Mungu. Ebu imagine like hauko 15 you expired. But don't you ask yourself why those kitambo miracles can happen more often rather than these times like squeezy kuona miracles ni kama mtu atakuwa miracles ina happen wewe tu uone wala uski plus adunge kuonesha hizo times bado wala uski aunge notice me I would want to see kitu yenye naongelea ni notice unasikia tu atembea tu wenye walikuwa na leprosy au wenye walikuwa na leprosy umesema hadi kama ingekuwa ni shida ya kitambo singejua sasa ungejua je mtaka kutembea juu ya kesho na kupata clear skin that's the miracle I'm talking about. Mbona mimi sasa sikiri mbona mimi sasa acha tupeane wase waliona Yesu akitembea from those times na bado Yesu alidedi kama hawajamwamini kama hawajamwamini na mbona mimi sasa sikii miracle imefanyika sikia unajua kusoma Bible kwa unajua hizi vitu. Sikia. Kuna part Jesus alikuwa anasema go tell people what has happened here. Ama usiambie mtu. So like kuna zenye Yesu anasema wasiambie mtu. Mbona tulijua aje kawa hafai kuambia mtu. Watu wengine tu ni wadau. Aliambiana, alikatazana na wakaambiana bado. Alikuwa anasema ile yenye ali raise juu nani. Jarudi nini. So hadi story ya walking on water wase walijua after Yesu asha plus ni same thing tuna ina happen na kuchange water into wine. Susikie ni same thing ina happen sai mtu anafanywa miracle huko alafu tunakuja ni the same thing wewe tu kuna technology na kuna more systems to keep us blinded. Did you know that the water we drink to prevent from knowing our full potential and knowing that tunakuwa controlled iko na fluoride iko fluoridated water ina tamper na creativity ya mankind na hiyo ndio the elites pia wanatumia control wa inafanya ngona kwa mjinga exactly Mr. Ibrahim fluoride Cyprus mimi na Cyprus so nilikuwa nasema kitu guys watu uliza ati mbona pastor siende usiku heal nini mse sio kila mtu kama church uhiliwa first of all na mnaweza pata watu wengi ni wagonjwa ambia tayari the only thing that skiza Jesus alikuwa na heal mse alafu anasema your faith has healed. Unasikia si kama pia Yesu ashaimwambia mbona anaenda kuheal tuseme county nyingine na county yake haja heal watu wakauliza mimi nimeenda penye wanahitaji usaidizi nyinyi. So Yesu alikuwa ka therapist unaenda kwake ukijua you have the power. No kuna wenye alikuwa anakuja na mama mnakutana kwa type she yo Jesus yo what up it's your boy Jesus alright aka the Messiah alright when in hell I wonder no I'm going to heaven. Amen. The grace of God be. Mimi naenda purgatory. Ana soul. May the grace of God and the love inaongaje hiyo prayer? Achana nayo. Hiyo prayer inakongaje? Hebu say may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Allahu Akbar. See you guys. Tulia bado usikate. If we don't see you again, good night. Good morning, good evening and good night.